Residents of Wetedi Estate in Juja Sub-County, Kiambu County have sounded an alarm over the wanton sale of second-generation liquor that is reported to have led to deaths of several consumers. At least 4 people are reported to have died after consuming the poisonous drinks that are said to be transported from as far as Keno in Murang'a County, among other supply areas. Joseph Thuku, a resident, said he lost his brother recently as a result of consuming the cheap drinks, which are being sold between 25 and 30 shillings. Tafadhali serikali tembea huku Wetedi utusaidie umalize hiyo pombe ya 25 na 30. Juu imerudi na njia mingi na njia ambayo ifai. Juu saa hii hata imeua vijana wengine waine wa huku Wetedi na tuone mtusaidie wa kusaidia huku Wetedi. Mimi brother yangu niliumia sana juu ya brother yangu. Hata brother yangu amejenga nyumba yake kama ya milioni kama 2 huko kwetu nyumbani. Lakini wakati alianzia kukunywa hiyo pombe ya 25 na 30, akapoteza baka bibi yake, familia yake ikaenda. Juu sasa ameanzia kukunywa ile pombe ambayo isaidii baka yeye kwa mwili yake. Ameenda medical, amelala medical mpaka wenye alikuwa anakunywa na wao, kwenye alikuwa anakunywa sikuona hata mtu mmoja kumsaidia. Tulimsaidia kama familia na marafiki wenye walikuja tukamshikilia mpaka siku yake ya kuaga juu ya pombe, juu roho yake ilisemekana ni pombe imeenda imemuaffect mpaka hati yake. Tafadhali tunaomba Murkomen tembea huku Wetedi ama utumane ama machifu wafanye kazi juu watoto wengi wetu sana wamelemewa na kazi. Hata asubuhi wanamkanga asubuhi wanaenda kukalia mabati kama watoto wananyosha watoto wa kuzaa. Juu mtu hata ukimwambia achukue kilo 30 hawezi chukua, ana nguvu ya kuchukua hiyo mzigo je hiyo pombe ya 25 na 30. Serikali tafadhali tusaidieni, mujaribu kutumalizia hiyo pombe huku Wetedi juu vijana wamelemewa na kazi. Asubuhi na jioni vijana ni pombe ambayo isaidii. It also emerged that these illegal alcohol joints, which operate on a 24-hour basis, also act as conduits for trafficking drugs and contraband substances in Wetedi. Also concerned are bar operators who claim that the illicit drinks are sold in unlicensed dens that give them undue competition and deprive the government of revenue. The dealers are reported to have hired young men to peddle rolled sticks of bang from designated joints. Locals gave the names of the notorious joints, some located only a few meters from the local police station. Residents say the liquor dens, mostly operating as wines and spirits outlets, are not licensed, yet the sales continue day and night undebated. Shockingly, some of the patrons are young, supposedly in their teenage years, raising concerns among parents. Residents claim the illegal businesses persist because chiefs and security officers have been compromised by sellers, with many allegedly receiving bribes on daily or weekly basis to turn a blind eye. Similarly, in Juja Township, locals expressed concern over growing consumption of illicit alcohol, urging the government to act swiftly to save the lives of young people who are victims. Mary Wamboi, a trader and a resident, said university students are among the biggest consumers of illicit alcohol, some reportedly spending their school fees on cheap brews. Mimi naweza taka kuuliza serikali, especially county government, ingililia kati, angalia hizo huko kwenye kuna mefunguliwa kwenye watoto wanaendea hizo madawa za kulevya, pombe haramu, wafunge hizo kabisa. Ama wa make sure kuna vile hizo zenye zinauzwa ni zenye zinakubalika, si hizo zenye zinawaathiri. Sana mimi nawaonanga wakiwa huko kwa barabara wamelala wengine unawapata tu asubuhi na mapema, mtu hata hajielewi. Nikikuja kazi sana unajua mimi nawaona nikienda nyumbani jioni na nikiingia asubuhi. So ukiona mtu asubuhi na ni mapema sana au huko kwa barabara amelala, unajua tu hatuendelei vizuri. Vijana hao wadogo wenye wako campus unapata wao ndio wanaathiriwa kabisa. So unapata mtoto amejitolea sana kulipa school fees nini. Mtoto amekuja campus, ameingia kwa hizo madawa za kulevya, pombe haramu, na kidogo unaanza kuona huyu mtoto haendi shule nini, na maisha inabadilika kabisa. So mtoto akiathiriwa, mzazi ameathiriwa na familia yote. Bodaboda operator Joseph Kongo said the illicit alcohol trade remains widespread and urged authorities to regularly transfer police officers linked to the business through bribery. Kuna ile pombe poa, lakini kwa hiyo pombe poa unapata wanachanganya na ile pombe mbaya. Na hawa watu wanajulikananga
So mi kenye naweza sema kama ni makarao wanafaa kuwa wana exchangewa. Unaona? Wakikaakaa sana wakijua hizi machumchum wanatolewa unaletwa wengine. Hiyo inaweza saidia. Mimi nikikumbuka hapo mbeleni mambo ya pombe ilikuwa imereduce. Si kama saa hii. Wakati kama Gashagu alikuwa anaangalia hiyo maneno yapo. Mavijana huku ulikuwa unaona wanafanya kazi. Sasa unajua hawa watu ni kama wanakuanga na connection. Sasa kama uko na connection, hata karao mwenye anakuja hapo, anafikanga hapo unapata hata hawezi fanya chochote. Yeye anakuja anachota kenye anachota kama hiyo ni sufuri yenye wao wanajua venye wanafanyanga. Mambo ya mapombe kenye naweza sema ni serikali ichukue hatua. Juu already inajua watu wenye wanafanya hiyo hao watu wanajulikana. Waende wafuate, wawashike, wapelekwe mahakamani. Na kitu ingine kama hao makarao ukionekana uko na pamoja na hiyo biashara unafaa ushikwe ama uchukuliwe hatua. Meanwhile, Alice Mwendwa, another resident, defended consumers, urging that many may be unable to distinguish between genuine alcohol and counterfeit products. Kitu ya kwanza nafaa kusema, sisi kama youths, sisi kama Gen Z, hatujui mambo ya pombe mzuri na pombe haramu. Sisi tunakunywa tu. Hatujui kama ni mzuri ama ni mbaya. Tunafika bei. Reached for a comment in Juja, Deputy County Commissioner Daniel Ndege said he has received complaints from concerned parties and added that a multi-agency team has been formed to deal with the menace, adding that the security agencies will soon crack down the outlet. This also brings focus into the Kiambu County government, which is the licensing authority. Efforts to get a comment from the local county officials proved futile as they were unreachable. Reporting for Thika TV, I'm Wanjeru Florence.